Omasi, leo umefika nyumbani kwangu? Hapana kaka, sijafika. Vipi? Oh my gosh. Ase bwana, mimi hapa nina shida. Nimeenda nyumbani nikakuta mlango uko wazi. Nimeibiwa bwana vyeti vyangu. Pole sana kaka. Atakuwa nani huyo? Kwani kaka wewe ulikuwa hujafunga mlango? Yaani tu nimeshangaa tu mlango wangu uko wazi. Hata sikumbuki yani hivi nilifunga mlango ama sikufunga. Yaani nimerudi tu nyumbani alafu ninaona begi langu liko tofauti, naangalia cheti changu hakimo. Oh my God. Sijui hapa nifanye. Pole sana rafiki yangu. Kwa hiyo sasa una mpango upi sasa? Yaani hata mimi hapa nachanganyikiwa. Ila ngoja. Nina nani? Unasaliwa hapo Masi? Hapana, vocha sina. Yaani unawapigia wapi? Yaani sijakuelewa. Yaani hapa ningempigia mkurugenzi ili nimjuze yani hivi nina tatizo huko kusudi yani hivi niangalie njia nyingine. Kwa hiyo kumbe namba zao kule unazo? Yeah. Ni vyema ukiwajuza kaka. Vocha sina kaka. Subiria Masi, acha nikanunue vocha hapo sentani alafu nimpigie mkurugenzi. Okay, unataka uwapigie wale wa kule hospitali? Yeah, kwa maana hiyo hivi nisipomwambia atasema labda hivi nimepuuza. Maana hii yani imeniasili. Okay. Wacha hebu nifuate hapa vocha jamaa. Sawa. Relax kaka. Vipi, una uhakika hujamuumiza? Nimemgusagusa tu. Basi sawa. Nitakuja. Pole sana rafiki yangu. Sikudhamiria kuyafanya hayo. Nimefanya hayo kwa ajili ya kuisaidia familia yangu. Nisamehe sana rafiki yangu. Na huo ndo ukweli wangu ambao nimekuambia, yani hicho ndicho kilichonileta hapa. Na hakika na unachokisema? Ndio maana niko hapa. Hauwezi kufanikiwa bila msaada wangu. Unamaanisha nini? Mimi ni mtu mkubwa hapa. Unahitaji msaada wangu? Ya kaka, kwa sababu wewe umeshajua siri yangu. Na umeshajua mimi ukweli kwamba sio dokta. Nahitaji msaada. Nipo tayari kukusaidia endapo tu tutaingia makubaliano ya kudumu. Ikiwa na maana moja. 50% za hazina za kwako, 50% za hazina za kwangu. Je, upo tayari? Kaka, niko tayari. Nahitaji kushirikiana na wewe. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi.
tufanye huu mchongo wote pamoja. Kwa hiyo tukifanikiwa, 50% ya kwako, 50% ya kwangu. Okay, basi naomba nikapumzike, kesho nitakupa majibu kamili. Haya, sawa dada, shukrani. Oh, karibu sana. Asante. Nimepata taarifa zako. Mimi kwa majina naitwa Dr. Kanu. Mimi hapa ni wa muda mrefu. Oh, sawa sawa Kanu. No, usiniite Kanu. Unakosea kuniita jina. Niite Dr. Kanu. Unajua hilo jina linachukua takriban miaka 6 ili uitwe doctor. Hivyo sasa kuwa na heshima kijana. Sawa sawa Dr. Kanu. Haswa hapo sasa kuwa na kazi njema. Asante. Safi, niambie. Safi. Ya rafiki yangu, siko sawa. Kwa nini? Unaumwa? Hapana, bora nilikuwa naumwa. Shida ni tena. Kwa kweli kama mbona sana. Na nimeshamweleza ndio kitu cha zangu, lakini hata ajali. Kani? Kwani wewe ni Kani yuko busy na Dr. Judy sasa hivi? Au? Lakini nimeshamweleza kuhusu hisia zangu, kwa nini hata nijali? Kwani humu hospitalini haujaona dokta mwingine? Kuna Omas, kuna Aquas, kuna Dr. Bembere. Haujaelewa kabisa? Mimi nitaendelea kumwambia kila siku. Naumia, mimi mwenyewe ni mtoto wa kike. Cha kukushauri, endelea kupambana. Maki, mzee ndio kwanza yuko busy na Judy sipo. Waendelea kupambana, labda one day atakukubali. Kweli? Yeah. Na mimi najiamini mtoto wa kike, sitaanguka kamwe. Nakuaminia. Poa. Haya bana. Daktari, samahani. Unaweza kunipatia nafasi ya kuzungumza na wewe? Ya, zungumza. Asante kwa kunipatia nafasi. Kani, nimeshakwambia mara nyingi kama nakupenda, lakini hata ujali kuhusu hisia zangu. Kama tafadhali, nahitaji kuwa na wewe. Ikibidi hata unione na watoto wako. Tafadhali Kani, naomba nikubali ombi langu. Unajua kiukweli, wewe ni mwanamke mzuri sana. Wewe ni mwanamke unastahili kupendwa na kila mwanaume. Ila tu nikwambie kitu kimoja. Mimi hapa kazini na vitu vingi vya kufanya. Yaani muda wangu mwingi nawekeza katika kufikiria kazi, sio kufikiria mahusiano. Hivyo basi, sina jibu sahihi la kukupa wewe kwa hicho unachokitaka. Kani, tafadhali. Nipo kazini hapa. Hata kama Kani, tukiwa kazini. Kwani kazini hamna mahusiano yanayoendelea? Hata bungeni kuna mahusiano Kani. Tambua hisia zangu Kani kwako. Nakupenda sana. Na kwanza muda wote kama utajiri. Tafadhali, naomba rais wa moyo wangu. Nakuomba. Nina mgonjwa. Wache na yote. Tafadhali. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 1
Mambo mrembo, malkia wangu. Unasemaje Kanu? Oh shit. Usiniite Kanu. Nimeshasema anza na Dr. Kanu. Usijali. Najua kwa sasa sina sababu ya kuficha hisia zangu. Unajua kabisa mimi nakupenda sana. Nahitaji uwe mke wangu. Ikibidi hata sasa. Sijafikiri jambo hilo kwa sasa. So, sina majibu. Uwe na siku njema. Dr. Kanu, samahani bwana, sikudhamiria kuyafanya haya. Yaani kifupi sikukuona. Kwa hiyo nisamehe ndugu yangu. Kazi imeanza. Kasongo, kazi utaiona. Dr. Kanu, unaweza kufanya operation kwa muda mfupi kiasi hicho? Oh. Hapana, mbona mimi nafanya kawaida tu kama watu wengine. Sioni utofauti. Hivi unajua nini? Toka umefika kwenye hospitali yetu hapa, umenifanya niongezeka jina sana. Unasifika sana kule mtaani. Unajua Dr. Judith, unanifurahisha sana. Unajua kiukweli unapokuwa unahudumia wagonjwa, cha kwanza unatakiwa mtangulize Mwenyezi Mungu. Yeye ndo wa kwanza anayetibu, alafu wewe unafuata. Kwa hiyo mimi naona nafanya kama wengine. Kwa hiyo niko sawa tu kama watu wengine. Ila kuna kitu natamani sana nijifunze mengi kupitia wewe. Natamani sana. Usiwaze, tuko pamoja. Kwa hiyo ondoa shaka. Sawa, hamna shida yoyote. Haya. Dada, hali yako inaendeleaje? Si kidogo afadhali. Ni muda wa kumeza dawa. Unajipangia? Sasa unajichagulia. Yaani unapanga mwenyewe muda wa kumeza dawa. Hivi unadhani hapo umekuja kupiga picha? Umekuja kutalii? Hapo kifa shoti kwa nani? Unadhani ukifa wewe hapa na shida? Unajua nyewe wanawake sio mpoje tu. Mimi sio wanawake wote ni wale bwana. Kama huwezi kumeza dawa, nyenyuka hata utoroke sasa. Sababu hatuwezi kukubali tufiwe hapa kwa sababu ya uzembe. Kifupi ni hivi, huu ni muda wa kumeza dawa, chukua maji hapa, chukua vidonge hivi hapa, meza. Hatuna muda kucheza hapa. Ushindije kumeza dawa hivi?
Hebu mkomeze dawa bwana. Hakuna kubembeleza hapa, hakuna mamako wala babako hapa. Ungetaka hivyo angekuja kutibia mamako huko, akaja kutibia hapa. Tena bado ungekuwa mgonjwa wa kiume wewe. Wa kike, meza dawa bwana. Meza dawa, hapa hujaja na mzazi wako. Kwa vitu vile unakuwa mbali. Wewe muda kumeza dawa utakuwa meza dawa. Ndivyo hivyo. Meza dawa, hapa hujaja na mzazi wako. Kwa vitu vile unakuwa mbali. Wewe muda kumeza dawa utakuwa meza dawa. Daktari, vipi kaka? Safi. Mbona unazungumza na mgonjwa umepaniki kaka? Sijapaniki. Unajua wagonjwa wengine wanakuwa matatizo. Mtu namwambia huu ni muda wa kumeza dawa, anajipangia muda wake kwamba atameza baadaye kwa sababu ya uchovu wake. Sasa hapa tunalia tena hawa wanawake hawa. Nimemwambia huu ni muda wa kumeza dawa, lakini hataki kumeza dawa, sema atameza baadaye, kwa anajipangia muda wa kumeza dawa. Okay. Unajua kuna vitu vingine watu nani bwana? Unaendeleaje? Kidogo afadhali. Sasa unaona hiyo kidogo ambayo wewe unajisikia afadhali. Sasa ukimeza dawa unajisikia vizuri kabisa. Umeona? Kwa hiyo tunakuomba umeze dawa ili uendelee vizuri na ujisikie vizuri, kwa sababu ni muda sasa uko hapo umelala. Umeona? Kwa hiyo inahitajika umeze dawa upone, na baada ya kupona uweze kwenda nyumbani kuwasaidia wazazi kazi. Si unajua mama yako umemwacha mwenyewe? Ndio. Si unajua hali ya mama kijijini ilivyo? Ndio. Kwa jitahidi umeze dawa. Yaani dokta, kikawaida kabisa, huyu mgonjwa atakiwa aagwe mapema toke hapa bwana. Nisikilize. Unajua hii hospitali yetu ipo kwa ajili ya kupokea wagonjwa na sio kuwafokea. Kwa hiyo wewe ulitakiwa uzungumze naye tu kama hivyo. Unajua huyu na nyie muda mwingine ndio chanzo kabisa. Sasa Dr. Paul na Dr. Acros. Yes. Nimewaiteni hapa kwa ajili ya majukumu ya kazi. Inatakiwa Dr. Acros uende ukafanye operation ya mguu. Alafu Dr. Paul tutaongozana tukafanya operation nyingine ya figo. Alafu na wewe ndio utaongoza ile operation. It's okay, doctor, but I have an advice. Kwa nini mimi na Dr. Paul, kwa sababu tushakuwa marafiki kidogo, ningetamani tukupumzishe ile majukumu, kwa sababu mgonjwa wa mguu ana tatizo kubwa sana. Nimejaribu kufuatilia, nimegundua shida ipo kwenye tricep peke yake, lakini bicep muscles zipo sawa. Lakini when we talk about the kidney operation, inahitaji more seriousness. Kwa mimi nadhani na mimi na Dr. Paul ndio tukaenda kule tukafanya tukalimaliza hilo swali. Wewe nimesema kwamba kafanya operation ya mguu. Sawa. Mimi niache tafanya na Mr. Paul. Simaanishi ndio majukumu yako, lakini nadhani kusaidia daktari. Basi. Fanya kama nilivyosema. Sidhani kama kuna mjadala Dr. Paul. Wote tutaongozana. Na wewe ndio utaongoza operation ya figo.